Baraza la Wazee la Kisauni halikuibuka tu kama uyoga, bali liliingia madarakani tangu tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka 2023 baada ya uchaguzi. Na jumuiya kuu, baraza lilianza kazi zake likishirikiana na jumuiya kuu ya kitaifa JUWAZA. Ndani ya shehia ya Kisauni wapo jumla ya wazee 273 ambao hao wote tunao katika daftari maalum la kuweka kumbukumbu za wazee. Baraza linafanya kazi zake kusimamia stahiki zao. Jumuiya ya JUWAZA pamoja na mafanikio, jumuiya ya JUWAZA ilitoa mialiko mbalimbali pamoja na kuhudhuria hadi Baraza la Wawakilishi kama ni ziara maalum. Pamoja na mafanikio hapakosi changamoto. Ndugu mgeni rasmi, changamoto ni zile ambazo za kutaka kujiendeleza kiuchumi. Hali hii imetokana na kuchelewa kupata eneo la kilimo kwa wakati muafaka. Changamoto ya pili ni ile kukosa baadhi ya misaada kutoka kwa wafadhili ili kutimiza malengo tulio ya kusudia. Ndugu wageni rasmi na wageni waalikwa, baadhi ya changamoto hizo tumethubutu kusema ofisi ya sheha wetu wa Kisauni, tunamshukuru ametupatia eneo lake binafsi kwa ajili ya shughuli za kilimo ambacho tunatarajia kuanza tu baada ya mvua kupungua. Kwa kweli kwetu ni faraja kubwa ambayo tumeipata kwa sheha wetu Bwana Hija Suleiman Othman. Ndugu wageni rasmi, baada ya kupata taarifa ya ugeni kutoka Kizimkazi kuja hapa Kisauni ili kuanza udugu wa kutembeleana na kubadilishana mawazo, kwa niaba ya Baraza la Wazee Kisauni tunawakaribisha sana kwa mara nyingine, na mjisikie mmefika katika mikono salama. Jina langu naitwa Rashid Ali Hassan, mwenyekiti wa wazee Kizimkazi Mkunguni. Sawa, lengo na madhumuni ya ujio huu hapa Kisauni kuja kufanya umoja na ushirikiano wa wazee wa vijiji viwili hivi vya Kizimkazi Mkunguni na Kisauni. Shehia ya Kizimkazi, baraza la wazee wa Kizimkazi wakishirikiana na sheha wao kwamba twende Kisauni tukaonane na wazee wenzetu. Madhumuni makubwa ni mawili tu. Kwanza, kujifunza wazee wenzetu wanachokifanya, na pili, kuweka undugu ambao upo, inawezekana kidamu, lakini kuweka undugu endelevu baina ya shehia mbili hizi na wazee wa shehia mbili hizi. Na leo ilikuwa tuchukue udongo wa Kizimkazi, na hapa napo tuje tupate udongo wa Kisauni, wazee wawili wa utanganye kama alivyofanya Mwalimu Nyerere na Mzee Karume. Uzee na kuzeeka, kwa kweli uzee kila mmoja anaupenda. Kila mmoja anaupenda uzee, kwa sababu hakuna mtu hata mmoja ambaye anaumwa asitafute dawa. Na ukitafuta dawa maana yake unataka umri uongezeke, na umri ukiongezeka ndio unakwenda uzeeni. Hakuna hata mmoja ambaye leo ukimuombea dua, ukimwambia na kuombea Mwenyezi Mungu akupe umri mfupi wenye kheri na weye, anaweza akakughania. Lakini mwambie na kuombea Mwenyezi Mungu akupe umri mrefu wenye kheri na wewe, hapo atafurahi. Sasa umri mrefu huo unaelekea wapi? Unaelekea kunako uzee. Kwa hivyo nafikiri sote tunaupenda uzee, lakini hatuutaki. Ni vitu viwili tofauti, kupenda na kutaka.
Sasa nitaka niyaseme hayo. Halafu kwa upande wa vijana, fagio lililozeeka linajua kila kipembe cha nyumba na kona ya chumba. Tatizo lake halifagii vizuri kutokana na uzee wake. Nafikiri wenyewe mtaelewa ninazungumza nini. Kwa hivyo mheshimiwa pale kazungumza suala la vijana na uchaguzi unaokuja. Wazee kwa kweli wanajua kila jambo lililotokezea huko nyuma mpaka tukafikia mapinduzi. Lakini sasa kutokana na uzee wao mambo mengi yanawashinda. Sasa vijana wasiwaone wazee kwamba si lolote si chochote katika kutafuta na kupambania serikali hii. Wazee ni fagio lozeeka, tujue kwamba linajua kila kona ya chumba na kila kipembe cha nyumba, lakini kutokana na uzee wake haliwezi kufagia vizuri tu. Na jina langu Abbas Zam Ali. Ni lengo letu kubwa kwamba kualika wazee wa Kizimkazi ni kusaidiana na kubadilishana mawazo namna gani tunaweza kuwahudumia wazee wetu wa katika sheria yetu, na wao pajue kama wazee vile vile vipi wa kuwahudumia. Yaani serikali imeweka maksudi hii kwamba wazee wawe na jumuiya yao. Kwa hivyo na sisi tunajaribu ku control wageni wote wa Kisauni, tunawajua na tunashirikia, na wale ambao bado karibu kupata haki zao hawajapata tunawashahidisha wapate haki zao. Kwa hivyo tunabadilishana mawazo kwa ufupi. Hivyo mnalijua hilo? Kweli? Vizuri, kama mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Sio kwamba eti umemkuta mzee labda ana pressure na sukari kaanguka, mimi sindi kumsaidia ataniambukiza. Hapana. Haya magonjwa hayatoki kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Tumeelewana eh? Na haya maradhi pia yanasababishwa, yana visababishi vyake, hayaji tu bila visababishi. Haya maradhi hayasababishwi na vidudu kama vile labda bakteria, virusi, fungus. Haya ukisema bakteria, fungus ni haya yanakuja mfumo mwingine ambayo yanaambukiza. Lakini haya maradhi usababishi wake ni nini? Visababishi vyake ni mfumo mzima wa maisha. Urithi. Sisi tunaelewana? Tukisema mfumo mzima wa maisha ni kwamba ulaji labda usiofaa, utumiaji wa pombe, uvutaji wa sigara, hivyo ndio visababishi ambavyo yanasababisha haya maradhi. Ndio tukajumlisha kwamba ni mfumo mzima wa maisha. Tukija kwenye urithi. Urithi kwa mfano kama labda ukoo wako sukari na suala la pressure. Na hii si maradhi ambayo unayapata siku mbili, siku moja wala mwezi. Ni maradhi ambayo tayari tumeyatengeneza nyuma kulingana na mfumo wa maisha ambao tunaenda nao. Kwa hiyo tubadilisheni mifumo yetu ya maisha, kwa sababu haya ni maradhi mabaya sana sana sana. Unapozungumzia pressure hii, wakati damu inasukumwa na moyo kwa nguvu, inaweza ikakusababishia hata mapigo yako ya moyo kuchange, kubadilika. Lakini si hivyo tu, wakati huo huo tunapozungumzia hii pressure, unajijua wewe tayari una pressure, lakini bado unakula vyakula ambavyo vinasababisha wewe uwepo katika hatari zaidi. Unakula chumvi na unapenda chumvi ya mezani. Angalau ile chumvi ambayo imechanganywa na chakula, sawa, kama bado hujapata ile, hujaambiwa kwamba una maradhi ya pressure. Lakini wewe unakula chumvi mpaka ya mezani. Chumvi ya mezani unaenda kutafuta embe alafu unakula chumvi tupu. Ndivyo tunavyokula. Ile uwanga mtupu kama uwanga, tunatakiwa kula na mboga mboga. Na mboga mboga hizo sasa, mboga nyingi zino ukijani ndio mboga mboga zinazotakiwa. Lakini sasa, je, hiyo mboga tunokula iko sahihi? Jamani, sasa hivi tumeona mchicha. Mchicha huu tunaweza kusema una wiki 3. Lakini kwa mchicha tulozoea kupanda sisi wenyewe,
bila kutia mbolea haufiki urefu kama huu, si ndio? Kwa hiyo huu sio mchicha sahihi. Lakini tembele hili hapa, hili mmeliona na mnaliona haya majani yanavyotundu tundu. Hili ni tembele ambalo linapandwa, sisi wenyewe tumepanda kilokal. Lakini tembele lile jengine utalikuta majani yake au vijiti vyake ni virefu sana. Lakini mboga nyingine tunatakiwa kula ni hii. Hii sidhani kama kuna watu wanatia mbolea. Lakini hizi mboga ambazo tunaambiwa ni muhimu sana kwa ajili yetu. Lakini pia kuna matunda. Matunda tuna matikiti, ndizi, na usije ukasema mimi nina sukari sili matunda. Hapana. Unatakiwa kula isipokuwa kwa kujipangilia. Lakini swala jingine ni mimi nimekuja kama ni mwakilishi wa mkuu wa wilaya, lakini nimekuja vile vile ni kama mhusika ambaye nahusika na hii habari ya wazee. Kwa maana kwamba tunafanya kazi katika ofisi ya mkuu wa wilaya katika kitengo cha ustawi wa jamii wilaya hii ya Magharibi. Kwa hiyo nimekuja hapa kama ni mgeni, lakini nimekuja kama ni mwenyeji. Nafikiri tunafahamu katika wilaya yetu ya Magharibi tuna shehia 34, lakini vile vile tumeunda mabaraza haya kwa kila shehia. Na leo nimepata surprise. Mmeni surprise. Hili surprise ni neno la Kiingereza, lakini maana yake mmenishtukiza ama mmenishangaza. Kwa upande wa shehia Kisauni na shehia Kizimkazi, nahitaji tujipongeze kwa pamoja. Mmefanya kitu kigeni, manake tokea tumeunda mabaraza haya ya shehia hatujawahi kufanya shughuli kama hii. Na niseme ukweli tu, hivi karibuni tulipata mafunzo ama tulifanya kikao cha siku moja na wenzetu wa Juwaza, watakuwa ni mashahidi, walikuwepo. Lakini maafisa ustawi wa wilaya zote za Unguja tulishiriki katika haya mafunzo, pamoja na wazee ama baraza la wazee la Zanzibar, na vile vile walishiriki. Tulijaribu kubadilishana uzoefu na wenzetu wa Tanzania bara, na katika mafunzo haya tulielekezwa kwamba kwa mkoa wa Tanga inaonekana kwamba wanafanya vizuri kwa mabaraza haya ya wazee ya Tanzania nzima. Kwa hiyo walijaribu kutupa mbinu mbalimbali kwa nini wao walifanikiwa kwa upande huu wa mabaraza ya wazee. Tunashukuru kwamba leo tumeona shughuli mbalimbali zimefanywa hapa. Tumepewa elimu ya afya, tumefanya mazoezi kwa pamoja, lakini cha kunishangaza zaidi ama kilichonivutia zaidi ni kusikia katika risala kwamba Mheshimiwa Sheha ametoa ardhi yake mwenyewe binafsi kwa ajili ya shughuli za wazee. Tumpokezeni jamani. Linaunga mkono jambo hili na tumelifurahia vizuri sana. Na kwa upande wa Kizimkazi nasema hii ni mara yangu ya pili. Ya kwanza kama miezi miwili nyuma tulipita Kizimkazi kutoka kwenye shehia ya Maungani. Tulikwenda kwenye matembezi Kizimkazi, tukaenda Kizimkazi Mkunguni, tukafika kwenye tawi moja kubwa sana zuri la Kizimkazi. Mimi nilitegemea, nilipoliona nikasema labda ndo wilaya, kumbe ni tawi tu la CCM. Tukaingia pale, tukakaribishwa pale, tukazungumza, nadhani na mwenyekiti kama sikosei alikuwepo. Mwenyekiti alikuwepo, alitupokea, tulikwenda kwenye matembezi kwa shehia ya Maungani. Lakini leo mwenyekiti kaja yeye kwenye shehia ya Kisauni. Mwenyekiti pamoja na uongozi wako wa Kizimkazi, ni wakaribishe sana jimbo la Dimani. Ni wakaribishe sana, karibuni sana jimbo la Dimani. Kwa hiyo mimi na imani mtakuwa mna marafiki wawili, sio Kisauni tu. Sio Kisauni tu, na imani na Maungani pia wapo. Lakini baada ya siku mbele tutakuja na tawi nyingine pia litakuja. Maana inaonekana sasa hivi Kizimkazi ndio inapendwa kuliko sehemu nyingine yoyote sasa hivi. Lakini nikitaka kusema kwamba kwa kawaida tumepewa nafasi ndogo. Umetupa dakika 3, kwa kweli maneno hayatoshi kuyasema. Lakini tutazungumza kwa uchache wa maneno yaliyokuwepo ili kinachofikisha kile kifahamike vizuri. Tunasema umoja huu tunauomba. Nadhani leo ndo unaanza. Tarehe ngapi waheshimiwa leo? Tarehe 27 mwezi wa 4.
lakini tunataka tutambue pamoja na wazee, kuna kauli ya wazee wanasema, isiyo kongwe haivushi. Bila wazee hamna chochote kinachofanyika. Kama si wazee, chama hakiendi, serikali haiendi, kila kitu hakiendi. Kwa hiyo wazee tunawategemeeni sana. Na mimi nimefurahi kwa sababu nimezungumza Kizimkazi leo, si mara yangu ya kwanza kukutana nao. Kwa maana hiyo na imani kwamba Dimani basi inakubalika zaidi Kizimkazi, lakini na Kizimkazi pia inakubalika zaidi Dimani. Ndio aunda hivi vitu, chombo hichi ni kizuri kwa sababu wazee mara nyingi wakishakuwa wazee wanajiona kama ndio wamemaliza na mngojea Israeli tu. Lakini sasa wazee kumbe wana umuhimu katika mashehia katika maeneo ili kuendeleza mambo yao vizuri na wakaishi vizuri. Anaonekana mjinga, lakini sasa hivi ukisema Kizimkazi